Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Minister Mercy, nimeokoka na mpenda Kristo. Umbali amenitoa ni kwa ajili ya neema yake. Niko mahala hapa ili nikaweza kukunenea siku ya leo, nikunenee baraka, nikunenee uponyaji kwa ajili ya wema wa Yesu Kristo na Bwana Mungu wetu. Ninajua ukiwa mahala pale unaweza kusikia sauti yangu mara hii ya kwanza, lakini ninaamini ya kwamba nguvu ambazo na wema wa Bwana ambao wameweza kunipa inaweza kukufikia ukiwa mahala pale kitandani mwa hospitali, lakini ukasikia nguvu za Bwana zinaweza kutembea kwako. Jehova Jire, kwa sababu ni mwaminifu, yeye anapeana uponyaji ambao ni uponyaji ambao unadumu milele. Kwa hivyo sijui ya kwamba uko mahala pale umemulilia Mungu kwa namna gani, umemuita mara ngapi. Eno amenya Ngai witũ ndokaga na mathaa, eno amenya Ngai witũ ndataraga atĩ nĩ tondũ nĩ ũikarĩte mũno ũkĩmũthaithaga ũkĩmwĩkaga atĩa. When he comes okaga na his own style. Oh my God, my Father, atĩ Ngai witũ okaga na his own style nigetha ũtuĩke wa kũruta mũira ili ukaweza kushuhudia matendo ya Bwana na kusema ya kwamba umeweza kuona mkono wa Bwana. Siku ya leo ningependa nikaweza kukujulisha ya kwamba nguvu za Bwana zitazidi kutembea nawe. Utaweza kuzidi kuona mkono wa Bwana ukiweza kutembea pamoja naye. Nitasoma maandiko matakatifu ambayo itaweza kukupa nguvu siku ya leo, kwa sababu Mungu ameweza kuniita ili nikaweze kusemezana nawe maneno haya. Ndingĩhota itare nawe na ndingĩhota gũikara na ciugo iria Ngai ahete ananipa kwa ajili ya niaba yako, ili ukaweze kuona mkono wa Bwana jinsi ambavyo anaweza kufanya. Kuna baridi mahala ambapo nipo, lakini ninahisi ya kwamba nguvu za Bwana zimeweza kunitosha ili nikaweze kusemezana nawe siku ya leo. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Isaia sura ya 61 mstari wa kwanza inatuambia ya kwamba Mungu ameweza kutupaka mafuta sisi ili tukaweze kuwaganga ambao wana maumivu. Sijui ama siku ya leo mimi ndiye nitaweza kuwa mganguzi wako, kwa sababu Mungu ameweza kunitilia mafuta. Sikia neno la Bwana ambavyo linaweza kusema. Sikia neno hili likija kwako kwa nguvu na mgurumo mkubwa katika maisha yako. Usisikie sauti tu hii, mbali uone uso wa Bwana, uone mkono wa Bwana when it is touching your life in the mighty name of Jesus Christ. The Bible in the book of Isaiah, ndasoma katika mstari wa 61 mstari wa kwanza inasema, Roho wa Bwana Mwenyezi yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitilia mafuta nikawahubirie masikini habari njema. Oh my God, my Father. Ati maandiko yameweza kusema ya kwamba ati Roho wa Bwana Mwenyezi juu yangu. Siku ya leo sio mimi ninaweza kujipendekeza kwako, lakini Roho wa Bwana ameweza kuja juu yangu. Kwa sababu nini? Kwa sababu ameweza kunitilia mafuta ili nikaweza kufanya nini? Kuwahubiria masikini habari njema. Unaweza kuwa mahala pale unasikia ya kwamba kuna neno ambalo ninataka mchungaji akaweza kuzungumza kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya uhai wangu, kwa ajili ya uponyaji wangu. Oh my God, my Father. Hiyo ndio masikini. Hiyo kwa sababu unapokuwa una umasikini unasikia ya kwamba you need something that itakutoa katika ile hali, lakini maandiko matakatifu yamesema ili nikaweza kukuhubiria habari njema. Amenituma nikawagange na kuwaganga waliovunjika moyo. Praise the name of the living God. Maandiko yanasema ya kwamba amenituma nikaweze kuganga waliovunjika moyo, na pia inaendelea kusema kwa kutangazia wanaoteseka kuweza kuwekwa huru, kwa sababu wao wameweza kufungwa. Lakini Mungu yuko mahala hapa, anaweza kukufungua kwa ajili ya maneno ya habari njema. Praise the name of the living God. Maneno haya ya habari njema, nimekuja na habari njema ni kunenee siku ya leo. Ati Bwana anahitaji kunena kwako, anahitaji tamshi la kinywa chako ili akaweza kukuponya siku ya leo. Na hivyo ndivyo Bwana anaweza kukuja kufanya katika maisha yako, kwa sababu amenituma
na ameweza kunitiria mafuta yake juu ya kichwa changu, ili nikaweza kuzungumza nawe, nikaweza kukutoa katika hiyo hali ya umasikini, katika hali ile ya kuweza kuvunjika moyo, ili nikaweza kukuganga siku ya leo. Oh my God, my Father, this is the word that is encouraging me today, and I believe that it's still encouraging you tonight, kwa sababu Mungu hivyo ndivyo anataka ukaweze kusikia. Maandiko matakatifu kuna jinsi ambavyo yanaweza kusema katika kitabu cha Luka. Oh my God, in the book of Luke chapter 9, as we read this word, it really encouraged me. Hili neno lina nguvu. I wish people could know. Ati Yesu alipokuwa anatembea na wanafunzi wake, kwa hivyo walikuwa marafiki, they were friend. Sijui ni marafiki ambao wagani hao unaweza kutembea nao na ukajua ya kwamba fulani na fulani ni rafiki yangu, lakini kwa sababu huyu rafiki yangu kuna jambo ambalo ninataka tukaweze kufanya naye, kuna jambo ambalo ningetaka tukaweze kuahidiana naye, na kwa sababu walikuwa marafiki wa dhati, Yesu aliweza kuwagawia kile ambacho alikuwa nacho, na ndivyo akaweza kuwaambia hivi katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa kwanza. Inasema Yesu kisha akawaita wale 12. Praise the name of the living God. Aliwaita wagani hao 12 kwa sababu hao ndio waliweza kusemezana nao, hao ndio waliweza kujua imani ambayo Yesu aliweza kubeba. Lakini kumbuka ya kwamba Yesu alikuwa naenda na watu wanaweza kumfuata, umati mkubwa unaweza kumfuata na wanaweza kumuuliza maswali, wengine wanaweza kupata uponyaji. Lakini hapa maandiko yameweza kusema ya kwamba the chosen one, those 12 disciples, hao ndio walikuwa wanatembea na Yesu Kristo, na waliweza kutembea na Yesu Kristo kwa sababu ya nini? Alijua kuna kitu ambacho Yesu alitaka kuwagawia ili wakaweza kutimiza. Praise the name of the living God. Na ndio maandiko matakatifu yanasema katika mstari Luka 9 mstari wa kwanza, inasema Yesu kisha akawaita wale 12 pamoja, akawapa mamlaka na uwezo wa kutoa pepo wachafu wote na kuponya magonjwa. Praise the name of the living God. Akawapa mamlaka ya kuweza kutoa pepo wachafu. Pepo hao wachafu wako wapi? Kwa sababu Yesu alikuwa anahubiria umati, alijua watu ambao wangeweza kufaana naye, kwa sababu katika huo umati alijua ni watu wagani ambao wangeweza kuwatembea nao. Lakini kama haingewezekana kwako kuweza kutembea na Yesu, bali anaweza kukupa uponyaji. Na ndivyo ya kwamba akaweza kuwagawia roho na mamlaka ili watu hawa wakaweza kufahamu the miracle that Jesus was doing. Na ndipo akaweza kuwapa mamlaka ya kuweza kuponya magonjwa, na akaweza kuwapa mamlaka ya kutoa pepo wachafu. Siku ya leo sijui unaweza kutembea na nani, sijui yule ambaye rafiki umeweza kuchagua siku ya leo, umeweza kumwambia siku ya leo ninataka tukaweza kutoa pepo wachafu. Siku ya leo ninataka tukaombee fulani. Siku ya leo ninataka kazi zikaweze kufunguka. Siku ya leo ninataka waliotasa wakaweze kufunguka katika vitumbo vyao na wakaweza kupokea upako wa kuweza kupata watoto. Siku ya leo waliolaaniwa wataweza kufunguliwa in the mighty name of Jesus. Sijui unatembea na marafiki wagani hao ambao mnaposhikamana mkono mnaweza kusema ya kwamba tunaeneza injili, na tumesema ya kwamba kwa sababu this basement imeweza kukauka, imeweza kukaushwa, leo ndio sisi tunaleta uhai katika hii area. Oh my God, my Father, I don't know. Sijui ni nani huyo mnatembea na yeye, sijui ni nani huyo mnaweza kusemezana naye ukaweza kumwambia ya kwamba ninahimizika, kuna mtu anapaswa kupokea uponyaji siku ya leo.
May God help us. Na ndio maana niko mahala hapa, ninakupa neno la Bwana la uponyaji na kuweza kukuambia arise again. Oh my God, my Father, arise again, because God is here. God wants to talk with you. God, He wants to give you confirmation that whatever you are doing, God is there to help you. God is there to watch your ways, ili ukaweze kuonyesha watu utukufu wa Bwana, ili ukaweze kuonyesha watu ati nguvu za Bwana zinaweza kutamaraki. Jioni ya leo mahala ulipo, naomba uwepo wa Bwana ukaweza kukufikia, ukaweza kupokea uponyaji, ukaweza kupokea kazi, ukaweza kupokea familia, tumbo lililofungika likaweza kufunguka in the mighty name of Jesus. Walio kudharau siku ya leo wakaanza kukushangilia kwa kuweza kuona baraka ambazo Mungu ameweza kusemezana nawe ukaweze kuinuliwa siku ya leo, ukaweze kuwa mtu ambaye anaweza kuinuliwa. Oh my God, my Father. Nao watu wakaweza kuona ya kwamba ukuna uwepo wa huyu mtu umeweza kumbeba katika kiwango cha juu kwa sababu ya wema wa Bwana. Mungu akaweza kukubariki, Mungu akaweza kukuinua, Mungu akaweza kukupeleka katika kiwango kingine, Mungu akaweza kukupea uponyaji unaotoka kwake, kwa sababu oh my God, the Bible says ati Bwana anakuja kukuganga. Wacha Bwana akaweza kukuganga jioni ya leo na usiku wa leo, ili unapoamka ukaweza kuona ya kwamba nimepata nguvu mpya. Uwepo wa Bwana umeweza kutiririka ndani yangu, ninaweza kusikia, ninasisimuka kwa ajili ya furaha ya Bwana, kwa sababu Bwana ameweza kunifanyia mambo makuu. Mungu akaweza kukubariki mahala ulipo. Ikiwa nguvu za Bwana zinaweza kutembea pamoja nawe, anza kusafiri, anza kunena neno la Bwana, toa utumishi wake, toa unabii wake. Wacha mataifa yakaweze kujua, wacha familia ikaweze kujua, wacha jirani akaweze kujua, wacha your fiancé akaweze kujua, mume na mke akaweze kujua, watoto wako wakaweze kujua ati nguvu za Bwana zinaweza kutembea pamoja nawe. Usibaki vile, kwa sababu hii fursa ndio Mungu alitaka kusemezana nawe, na ninaamini ya kwamba umeweza kubarikiwa siku ya leo. Mungu akaweza kukubariki, akaweza kukuinua na akaweza kukufariji, ili ukaweze kunena na kuacha watu wakaweza kujua ya kwamba you are the God, you are the servant of God that Mungu ameweza kuinua jioni ya leo. Mungu akaweza kukubariki na akaweza kukuinua zaidi na zaidi. Amina, amina.